guys, this is Kata Story Podcast. I'm your host, Jeff JJ. Of course, you know this guy here. Don Alpha. And Don, welcome so much into this podcast. But tumekuwa nawe kwa hii podcast mingi sana. Mara tatu, hiyo si mingi. Hiyo ni less. Hiyo ni less? Mara tatu ni less. Actually, hiyo ni less sana. There are still episodes zingine bado zinakuja ahead. Moto kwanza kuliko hizo zenye zilikuwa previous. Of course, you know this guy, guys. Si ndio? Unaona vitu zenye amefanya. So, Don, sahi kila mtu anasemanga ati kila mtu aishi maisha yake. We live your life bada. Ati mimi kila mtu aishi maisha yake, mimi sikuja kwa maisha yangu, checking whatever thing that is happening in my life. What's your take? But unajua ina depend. Juu kani moro yako pia lazima una keep a close look on him. Juu pia huwezi dai kuona mse moro yako akipotea ama kitu ki happen na cheki. So yeah, lazima kuna wase lazima una track down, unaona how they are doing. Juu pia kama akitoka hivi kidogo unamrudisha online, unamwambia hiyo hii ni mbaya, iko fiti, pull up. Pia akifanya kitu fiti unamwambia yenyewe iko fiti, iko bie. Kama ni mbaya pia unamshow ni mbaya babangu. Kitu hiyo. Si watu unawacheki sometimes they're like, I didn't ask you to check on me. Zizi kani mura yako. Ndio maana nakwambia sikila mse. Ni wale maji wako fulani. Kuna wase specific. Wenye unakuanga umeplace category fulani kwa life yako. Si kila mse ni wase less, wase kawa yule watatu. Juu pia kuna wase wengine unaweza anza kuwapea advice ukae kama unaanza kuingilia life yao. So ni wase specific. Kama niko na wawili watatu, you check on them. Wenye lazima na keep track ya chenye anafanya. How do you find it in urban area? Because in urban areas most of the time people tend to be so private with their life. So private, unajua kuna wale wase fulani wenye watakuwa tu open na wewe hata kama kushow yo Don kuna hii shit happen. Hivi kuna imeenda tu 1 2 3 4 5 unacheki. So pia utakuwa na ile hamu ya kufanya aje, utajaribu kujua kulenda aje, nini lilifanyika. So after amekupea hiyo story, sasa tunanyamaza tu once, kaa bubu. Una keep track yo bro, ulifanikiwa, mambo ilienda venye ulikuwa unapanga, vitu kaa hizo. But do you think that one sometimes backfires? Because unaweza pata mtu ni mori wako, you check up on them. But at a given point tunakuwa na scandal, especially tunaonanga kwa madem sana. You see madem wanakuwa marafiki sana, and then at a given point now everything now blows up. Unajua kuna difference ya friendship ya maboy na madem. Juu basically friendship ya maboy tunakuanga tu open. Kuna kama Njugush juzi amecheza, si ndio? So utapata maboys hata inaanza kumwambia Kasele, unajua sasa anapewa tu hugs ukiambia yangu shit will be fine. Kitu kama hiyo unacheki. But Njugush hatuwezi enda kumwambia yo nigga kila kitu kitakuwa fine, like lazima tumpige hiyo banta. Ndio maana hadi unaona online maboys hawa sympathize na yeye. Ndio tukianza kusympathize na yeye anakuanga mwanaume afai kuwa na emotions. So ukisympathize emotions, si wanasema ati emotions zinawaua. Ati wanaume wanaambiwa hapa nje ati no, don't cry in public, don't do this. Mwanaume and then they say that we are telling men not to cry, and yet they're dying inside, wanajihang. First of all, sijaona mtu amejinyonga juu ya emotions ama stress ama shit kayo. Okay, mimi nasema personally. Mimi mtu amenyonga juu ya Arsenal, mtu wangu. Arsenal wako namba 2. Si watu wamejinyonga because of nini? Because of maybe heartbreak, wanaume wengine ati okay, kwanza unaona hao hadi kufiti wakienda juu sasa hiyo ni kwa week. Unaweza kama unashindwa ku-handle heartbreak, uta-handle aje vitu bigi. Kuna wase wana deal na millions of losses man. Una heartbreak ndio inakumaliza. Tumia akili na ubongo man. Mwanaume take notes. Like ni mbaya. So akipewa heartbreak, step gani anafaa fanya nini? Because sasa unawaambia turudi pale hivyo kwa friendship ya madem na maboy kwanza. Okay. Utapata maboy tunakuanga tumebuliwa different, unacheki. Okay. Madem wanakuanga open. Mwanzo anaweza kama kuambia nilicheza nilifanya nini. But mimi nikiana niambia boys wangu niligongewa. Bro, hatutaishi na amani. Ama madem pia usimp. But ukisimp maboys wako watakubeba aje? Ndogo pia. So rada. Bro, unatuma message kayo. So like kuna vitu tunafaa tuangalie pia. Si ati friendship ufanana. Alafu kuna wase kama
unajua ukosi ule msee mmoja mwenye unakuanga umeaminia mwenyewe hadi akijua chenye unafanya inanga noma, si ndio? But pia usiende kuweka mapua yako kwa wasee like mind your business but in a way that si kila kitu na track down. Mcheki. Kani boys wako fuatilia maisha yake juu ni moro yako. Downfall yake ni downfall yako pia. So wanasema ati kila mtu akufe anguke kivyake. Amina wanakufa na maboys wangu. Wanasema ati Hornbin's problem is Hornbin's problem. Unajua when a man wins kila msee ana win. So mimi maboys wangu mimi nakuwa nimewarutia mbaya. So kawe ni jiwa wangu that is. Unajua kuna difference ya marafiki na morio like kuna kila friendship inakuanga na category yake. Level yake. So kuna wase unapatananga na wao for a certain time of for a certain period yenye lazima wakuwe kwa life yako hiyo period. Unacheki kama tuseme umeenda gig fulani huwezi enda kushinda hapo hivyo umejinyamazia. Si utabonga na wao mta discuss things. But mtakuwa friends but mnajuana juu ya hiyo kitu. Hata kama ita take 2 to 3 months but after hapo hiyo friendship inakuanga 250-50 but kuna wale mamuri wenyewe mtapatana mtapiga miaka 10 ama mbao mkiwa bado mamuri mtapiga projects mtafanya nini mtatusiana hapo katikati mtakasirikiana but still bado mko na ile unity unlike madem akikosana unasikianga wanaanza kutoboa siri man mimi sijaona ndio maana mbaya like hata juzi but now you talk juzi even that is how they always say it. Unajua unaweza kuwa na China sina. No, naonanga madem wakinini venye wanatusiana. Wanasema hata jana sijui nini, hata juzi. But maboys ninakuanga so rare kupata boys ati mmekosana alafu anaenda kurapokwa vitu zako online. Unlike as long as hiyo kizungu imenipotea lakini kuna vitu zinaangaliangwa juu mwanaume kwenda kubonga vitu za msee hadi unaloa value yako. Now we have to put you down in a given category. Ujue ni nani anacheza role gani kwa life yako. Kuna vitu unaangalia si ati tu ni boys yoyote. Msema mwanaume afai kuwa emotional. Mwanaume afai kuwa emotional. Wanaume wanajinyonga. Hakuna like kujinyonga hiyo ni mentality. Ati niende nichukue kama ni jinyonge. Bro, unajua venye hii life ni tamu. Umeona nini kwa hii life ndio jinyonge? Hakuna kitu umeona kwa life. That's the only person alikuwa anapenda. So acha nikushow. Unaona kama mimi nilianza kupendana nikiwa very young. Back in the days nimeishi kwa game for long. So like the moon grow, the moon unapata watu different. Wase mna link na wao fiti. Wase mko na vitu common ama pia paths kani different ndio maana unaonanga wase wakiachana. Na hapo hivyo ndio inakuanga issue juu. Watu wanaangalia break up na side moja. Tukiachana kuna wale watu wataona wenyewe tusaidiane. Mipath yangu na yako hazifanani, mimi yangu ni wisha yako. Hiyo ni kwa machua ukienda uambie msee wako. Kwa machua pia ni kwenda uambie msee wako. Hiyo mimi naona hatuendani like path yangu na yako ni different. Like mna have a mature conversation. Alafu sasa mnajua the next way forward. Either atachange ama hatachange ama juu pia si fiti kuambia msee afuate line yako. Ati afuate hiyo. Ndio maana follow my way. Like you fala hadi yako na life apart from being your woman ama your man ama your whatever. So unasema ati as far as these guys are together there are certain path that you should just let maybe your guy just to follow. Like hii historia like kwanza hii historia masimu sana like unaona ukigrow the moon kama mimi sasa mimi ni mzee. Mimi naweza pata watoto sasa hii. So unapatanga kids. Sijasema niko wewe sitaki hadi like unapatanga the more una grow, the more una age, the more una enter different places, the more una meet new people, the more unaona there is more to life than kama sasa mimi ex wangu sidhani ni type yangu. Bro, umepatana na wasichana warembo. Umepatana na new characters, umepatana na mademo warembo kumliko. Unapatana na manzi wana offer new things. Bro, wasichana siku hizo wasomi. Utapata manzi tu anaamka TikTok like unaweza andika schedule yake full. Bro, hatutaki kitu kaa hiyo. Wewe tokea soma vitabu, enda nature walks. TikTok like kuwa na IG
Facebook. Kwanza though mimi nasema wase wako unemployed. Alright. Like hawana hobbies za kunini za you know. But then tukiongelea about hobbies, ni hobbies gani unaweza recommend wanaume wa embrace sana? Like unajua acha nikushow. Unaona hobbies za wanaume? Unaweza sikia mwanaume anapenda fishing, hiyo ndio hobby yake. But unajua hiyo fishing lazima ikuwe na do. Like hakuna hobby ya mwanaume utaipata yenye lazima ikuwe na mfuko nono. Okay, wanaume wanapenda swimming pia iko na do, but kani mwanaume utapata si sumo pekee anapenda, ataenda sumo alafu jioni ataenda like hobby inaleta kitu kingine, ina attract kitu kingine. Kama unapenda kucheza ball, ukicheza ball lazima uko na sehemu, lazima utumie do. Kama mimi nachezanga football, football lazima ununue the coins sometimes, maana kama una luck ya kupata ma player unapata unanunua coins. Tunaangalia ile gaming Konami football pass venye utaita. So unapatanga sometimes lazima pia kama wewe ni streamer unanunua gadgets, machine yako lazima ikuwe heavy ya kustream na nini. So like hakuna hobby ya mwanaume yenye haitanjiki like lazima ukuwe na ganji fiti. So for you to enjoy your hobby, first of all you have to build yourself as a man. Uweze tuambia ndio maana hadi nashindwa mwanaume unajinyonga hadi na kuna hobby. Si uende ucheze ball kiwanja. Like unajua kuna time fulani unaweza meet na bora wako like mshinde tu fiti mcheke nini like uanze kuona life ikiwa na purpose na cheki. So si kila saa kwa depressed, alafu doba mnasikiza pia the type of the music bana. Unajua kuna madoba zingine wase usikiza, come on for real, kama mimi nasikizanga Manati Toxic na kwa nimemrank. Kuna wale wase lazima ni kama kuna vibe fulani nadai najua ndo ndo naendea ama sindo naendea nasikiza. Kuna playlist ya mood. Sasa wewe ni mwanaume unashinda hapo hivyo, sijui mama pop songs sijui nini. Sasa come on. So kwa mwanaume pia there's a type of song that you should listen to. Okay, sijasema lazima uisikize, but most probably you prefer them to listen lazima like unasikiza tu songs ziko na akili. Songs zinajenga muscles. This is zinajenga muscles like zinaonyesha the masculinity. Nimetumia muscles kijazanda. Hebu sema jina masculinity. Whatever the case. You get it? So make sure that you check on the type of the music that you listen to and hobbies. Tumeongelea hobbies. And tumesema kwamba for hobbies za wanaume is a little bit expensive. Watch ball unadhani watu wanaenda okay, mbona unadhani Masagara anaweza lipwa pesa mingi over 500,000 juu tu aende club fulani. Okay, acha hiyo nime exaggerate. Like anaweza lipwa over 500,000 na betting company. Joana Pool Cloud ana like analysis zake za ball. Analipwa na hizi clubs bigi ndo a Pool Cloud ende watch ball. Like watch ball ni hobby, but unajua tena uwezi enda kaya hivi tuna enjoy Sala ni my god, so lazima mkuwe na kitu ya kukunywa lazima something like that. Alafu pia mwanaume akilewa tumbo inaitishanga. Kuna vitu ni kama ni pattern. Ikifika ni hobby ya mwanaume. You get it? Hobby ya mwanaume ni expensive, so first of all if you don't have money you're not going to enjoy it so much. What about nature walk? Nature walk sinza za madem, but zizi kuna evening walk na morning walks. Bado morning walks zinakuanga heri uende morning run kuliko morning walk. Evening walks zinakuanga clear your mind, that is kama unatokeanga wera mapema na una clear mind. Umesema you have said something out here. Nature walk ni za madem. Mimi naona zikiwa za madem man. Nature zizi ati mwanaume unatoka mchana, definitely mchana mwanaume hawezi tembea juu uko na a lot of things to do basically mchana, but jioni uko fiti after umetokea kazi, umeweka vitu, tokea tu na simu yako wewe hadi unaweka tu wimbo unaweka. So what is that? Nini? Hiyo yenye nasema, is it different from nature walk? Hiyo ni evening walk. Like una enjoy nature, ukiangalianga how the world is running. Unajua kama mwanaume lazima stay informed. But someone can just anaweza tu toka hapa and let me go and leo niende ni hike, nifanye hiking. Unajua sasa umeplania. See, it's just a nature walk. I see it as nature walk still.
Au anasema ati today I just want to go and visit nataka kwenda kutembelea in the Karura forest. Like sijasema nature walk zile. Kuna nature walk umplania na kuna nature walk unatokanga tu unasema nimeenda nature walk. Kuna difference hizo mbili yenye umeplania acha nikushow. Yenye umeplania kwa first of all uweze kwenda solo. Yenye umeplania you can go solo. Yes, unaweza enda solo but definitely kwa akili yako unajua nikienda huko nitapatana na wasee kwa socialize tutafanya nini. Like lazima ikuwe fun nature walk. Huwezi enda hapo hivyo ushinde solo like itabo. No, I think that's mentality, Nani. Because okay, let's bring it out this way. Okay, let us bring it out in this perspective whereby tuko na yule jamaa mwenye akushago, si ndio? Kuna difference of shago na jiji mtu wangu mimi so acha nikwambie there are two different people. So kuna mwenye akotao na kuna mwenye akushago, si ndio? Si kijana mwenye akushago huko village. Maybe ku access hizi vitu kama ball nini haizi access ball ushago. No, like, unajua kwanza ushago ndo ile place fulani wanachezanga ball kila siku saa 10. Achana na ile ya kucheza mpira ile yenye watu wanacheza ile kwa kiwanja ya village. Nasema ile yenye mtu anaweza enda awatch mpira ile hall yenye venye tunasema za ukutao. It has to be planned kwenda kuwatch mpira, si ndio? Maybe umeamua kwamba mnaenda tu kuwatch mpira on Saturday or on Sunday, si ndio? But now from Monday to Friday maybe you are not a footballer. Huwezi kaa kwa nyumba. Sasa hapo so maybe when I decide let me just take a walk. Jioni evening walk. Yeah, it's mostly evening. But unajua evening walk zinakuwa za clear your mind. Evening walk inakuwa na purpose yake. Yeah, evening walk. Sema nimeenda evening walk. Haiwezi happen. Like evening walk inakuwa tu na purpose na clear mind. Unaona infrastructure yenye kwa hiyo place, kani nature, kani infrastructure unajienjoy. At least you can plan your life, hey man. You can take notes. And as a man I recommend for nature walk or the one that you said evening walk. Usikae kwa nyumba sana. Okay, as a man unakaa kwa nyumba kwani unakaaje? Mwana wewe unakaaje kwa nyumba? Tokea alienda pool man. Kuna places zingine kama kuna pool tournaments hii. Kuna pool tournaments, kuna places ukienda unasikia pool kuna ukicheza games 2-5 unapata kuna 5k, shinda kuna mshindi anapata 20 Gs. Jifunze pool. Usikue weak, usikue puny, venye kibe utazama. Skills gani is very mandatory for men? Sahi kwa hii genera. Yeah. Sahi unafaa kuna ujue kuedit like kitu kama photography. Si lazima uwe professional photography but photography ile ni photo like at least now to take a photo. Like unaweza capture moments. Juu picha si picha tu. Picha lazima ucapture moments hapo hivyo. Yeah. Like unaweza capture moments. Unaweza tell stories fiti. Kwanza unajua kuna histories fulani mimi usikia ati kuna wanaume introverts. Unakuwa aje introvert kando ume? Si introverts ni wale watu wenye kwani testosterone yako iko chini yale. Kwani introverts wako na low sijasema wako nayo na msemeka wako nayo. Na kama uko nayo wewe ni mjinga sana. But like sisemi wako na low testosterone. Na like naangalia bro wanaume wengi wanakuanga hyper. Sijaona mwanaume amechill. Okay, ati mwanaume anaogopa kutoka kwa nyumba. There's something that you confuse hapa. Okay. Tunaweza kuwa na introvert mwenye ako na high testosterone. Si ndio? Like unajua kwa hyper ni personality. Hadi mimi kuna saa zingine naingianga place fulani na dim like na kama nakaa tu niko hivyo. Like nisidai kubonga na wasee, nadai tu ku maintain, nadai tu kuchill. But kuna time sasa ukipatana na wale wajinga wenzako. Okay, so which one do you encourage, men to be extroverts ama introverts? Kwa extrovert, ukiwa introvert pia kuna vitu utalearn kwa life. So the difference, maybe someone doesn't understand what is okay. Unaweza kuwa introvert, uko na brains but unaogopa kaa wase wakiwa meeting unaogopa ku point out point yako, unajua itakuwa responsibility yako. So unajiweka hiyo point. So basically you advise men to be extroverts for social skills. No, this is just social skills man. Like hadi professionally like kuna extroverts wanakuanga go getters. Utapata kuna extrovert ni go getter
Yo kuwa go-getter si ati ni imekam tu hivyo. Ni personality yake ina mpush yo. Don't ndo ile endo uchukue. Introvert anaanza kufikiria wase wakiniona nikichukua nitafanya bro. Okay, so they say that extroverts they go for things out, right? Then extroverts wamejua like wame master social skills like kuinteract na watu, kubonga. Most of them are eloquent. But now when it comes to introverts, I think the way you said, it has advantage and disadvantages, especially now. The disadvantage is that they take time to plan, like they are looking at the perfect moments to hit. Alafu unajua, yes, kuna wale ma introverts fulani wata seize moment, alafu wata take advantage, alafu watapata chenye wanataka. Lakini most of inakuanga tuseme kama 1% wasiofanya hivyo, alafu wana benefit out of everything they're doing. But typically ukiangalia like mingi za wase like wase hadi wengi wenye wako successful si ma introverts, they're extroverts, they're outgoing. They are outgoing. And most of the time I see hadi kuna acha nikushow unaona ati mimi ni introvert nakaa tu kwa nyumba bro. Kuna msee hata kama kuna place utaenda uingie club alafu upatane na msee mwenye anaweza atakupea deal, tuseme deal moja fiti penye kama ungekuwa kwa nyumba ungeipata hiyo deal. So kutoka nje kwenda si ati kila saa ukiona msee akienda si unaona kama deal kubwa iliyofanywa places open kwa klabu kwa hoteli bigi. Si kwa nyumba ati kuja kwangu piga hiyo deal ama sign contract. Msee toka enda kwa hizo ofisi. Wazee wa IT. Kwanza watu wa IT na unaweza kwa nini si bora like hao ndio wanakuwa kama introvert sana. Acha ni show kuna mode wangu fulani wa Mao kwa high school. Kuna kitu alikuwa anasemanga nyi. Naonanga ina making sense. Alikuwa anasema yeye anachukua kudeal na binadamu ili ya deal na machines. Juu like bro mwalimu alikuwa anatuwekelea lakini saa hiyo ni story for another day. So like ulikuwa unaona heri yeye anajua chenye anataka. Juu most men siku hizi wanajua what they are capable of but hawezi sema. Ndio maana unapatanga most men wanaendanga wanaingia kwa relationships na wase hawajui. Kama kuna wase najua wenye like if wakiwa cheated on by the way unajua kuwa cheated on na depend na reaction yako. Someone told me that someone told me that the problem is not that you have been cheated on. The problem is how you are going to react about it. But unajua sasa kama wewe reaction yako ni different na yangu, si ndio? Yeah, basically lazima kuwe different. Unaweza chill, cool down. Mimi najua venye naweza react, tutasema pangale. Mimi sijasema, ndio umesema usije mambo yako si yangu. I don't kuna boys wangu fulani mwenye najua yenye haizi acha iende hivyo. Yeye acha slide. That's the type of mapangale. So alafu unajua kuna wase kama ikiwa places kama hiyo hadi in case msia kuue in that kind of certain situation unajua kuna chances nafaa afungwe but kuna chances anaweza scot free unacheki. Juu kuna ukiangalia kwa mada hii nilisoma juzi. Ukiangalia mada design huo mseu kwa persecuted inaangalianga ulikuwa intentionally ama ilikuwa kitu umeplan, like ilikuwa kitu planned, ilikuwa kitu umeplan ama ni kitu ili happen to once. So kama si kitu ilikuwa umeplan, kama kitu ilikuwa umeplan hiyo ni mada direct. Kama ni kitu huko umeplan like ime happen to for example acha niseme kuna swara alikuwa anapita hapa, so nimepull arrow instead ya kuinyorosha niwe ndio nimekunyorosha hadi si hivyo. Tuseme mimi nilikuwa nimechill hapa kama uko confused na mse fulani mwenye alikosteanga uanze kunipiga na hujaniambia hatuja converse. Ni mada bro. Mada. Ukinipiga uniwe hiyo ni mada. But mimi nikijidefend like so shamba kunipiga mimi nikijidefend uninyoroshe. Alafu nikugonge ikuwe fatal like hii inatoka from murder to self defense. Si self defense alafu inakuwa manslaughter. Sasa hapo hivyo kwa manslaughter ndo wanaangalia hiyo ngumi yenye ulimgonga ilikuwa na nguvu ya kummaliza ama ungemgonga kidogo upotee, ulijaribu kujitoa kwa hiyo situation upotee akakufuata. Like kuna vitu mingi sana uangaliwa. Okay, kuna mtu mwenye so if you have a good lawyer naweza jitoa but siambia mtu ajiaue but so kuna risk.
kuna mtu mwenye pia alikuwa ananiambia ati kwa mada wanaangalia witness. For example, kama tulikuwa na mimi watu wawili. Bwacha jokes. Hakuna mtu mwenye ametuona. I can go away with it. Ati? Hebu rudia. Kama tuko tu watu wawili hakuna mtu mwenye ametuona. Si ndio. Sasa kaa kuna snitch bro. Unaenda tu una sport. Though itakuautomate vibaya sana but si kuna watu wenye wako very cold like that thing does not like they say that ukiua mtu hiyo kitu itakuhaunt for them they're like no that doesn't exist. But then inakuwa tu jokes. Ni jokes. Inakuwa kuna kitu kama hiyo. Yeah, utakuwa like kama unakuanga mse emotional. Like unajua kila kitu inakuanga tu mentality. There's a guy who said that everything that most of the things we create on inside our minds. Alright. Juka hell hakunanga hell ni akili yako. Zizi okay from my own perspective. Yeah, bado naamini from his own perspective. Okay. Naamini God bado but ukiangalia ka hell hakunanga hell. Unaona ukifanya vitu godly ukiwa on earth like mind yako haitakuwa na so much running hapo ndani but kama kawa ni msharati unafanya vitu different kama umejua venye kuenda hell the majority are going to go there. I don't know. I just believe that hell is there. I don't know whether it exists or not. Unaona hell ni mind yako. Unaona kama wewe ni mbaya. Heaven exists. Mind yako bado na heaven sasa ni kuwa na a clear mind like mind yako ikutorment. But sema kama unafanyanga vitu mbaya unaona hiyo kujua kuna hell. Sasa unaona inakupreventing kufanya vitu kadhaa as most Christians say. But bro, it's all in your mind. Alright. Sasa tukimalizia what you can tell this gentleman? I know kama ni ndume jibambe man. Mimi sinanga advice. Ulisema advice like zizi kila mtu ajikipie. Unajua unafaa utake advice ya msemo mwenyewe ako place unadai kuwa. Yeah. So me personally hadi siko place nadai kuwa mbona utake advice yangu. Mtu anaweza kuambia wewe jibambe, wewe ndo mjanja kitu unadai kufanya. Wewe do kaudai kufanya pia bado uko one. So we expect vitu mingi kwa life. Alright, ladies and gentlemen, let's be outgoing. It's rough. So ukijaribu kukanyagia back then itakuramba. So let's be outgoing. Let's give it a try. Our dreams. Yeah, let's just plan for things that we want to achieve and all shall be well. Otherwise, see you in our next episode. This is Kata Story Podcast with Jeff JJ. See you. Mana D Don Alpha. Right.